Baadhi ya maharibiko ya tabia za watoto wetu zinatokana na faragha zao, zinatokana na zile nafasi ambazo tunawapa zile, au zile ambazo hata hatukuwapa lakini wamezipata faragha fulani, anakaa faragha, kwa sababu kuna baadhi ya faragha tunawatengezea. Unajua watoto lazima wacheze, lazima watoto wacheze, wapate kucheza. Sasa hata huko kucheza sisi tunatakiwa tuwaandalie. Ndio maana utakuta kuna baadhi ya kesi serikali nasema hapa kwa ajili ya kucheza watoto, hata mtaani hapa msijenge, huu ni uwanja wa watoto kucheza. Lazima watoto tuwapanyie faragha na tuwapangie faragha, wacheze football, wacheze netball, wacheze tennis, wacheze riadha mbalimbali, waende huko wakirudi, iwalee kiakili na mwili. Lazima sio tu tunawalea kiroho, lakini kimwili na mambo mengine maadili hapana. Lazima hizi faragha pia wazipate. Kwa hiyo hakikisha kuna baadhi ya faragha zinamjenga mtoto akili, zinamjenga mtoto kimwili. Hizi ni muhimu, na ili tuwapate vizuri watoto wetu, tuwatengezee faragha zenye maana na faida kwao, kwa sababu tusiwaletea faragha, watoto watajitafutia wenyewe faragha. Sasa hapo wakijitafutia sasa, sababu wewe umekataa kumwekea kiwanja cha mpira japo nyumbani, umekataa kumwekea kiwanja cha netball, cha volleyball, cha basketball, cha tennis. Niaminini ndugu zangu, haya ninayozungumza, huu msikiti nilishatoa maoni yangu kwamba unaona hapa kwa Mchina kulikuwa na ardhi ambayo imejengwa majumba haya, watoto wanacheza. Nimeshawa convince baadhi ya matajiri kwamba njoni tujenge kiwanja pale. Zamani hata kabla Mheshimiwa Rais hajajenga hivi viwanja tunavyo, tujenge kiwanja pale cha mpira, rate kikikuwa karibu na msikiti, ili tuwavute vijana waje kucheza mpira pale. Tukimaliza mpira tunakuja kuswali. Tuwavute kimchezo, tuwaandalie mazingira mazuri. Kiwanja kile cha watu 7 huku, watu 7 kidogo tu, lakini kina maana. Pia tutapata pesa, tutega uchumi. Pia hapa katika sehemu hizi zote nikasema tutengeze angalau basketball kiwanja, lakini mimi sina pesa. Ningekuwa na pesa hivi vitu vyote ninavyovitaja hivi basi ningekuwa nimeshavifanya zamani, na vingi. Hapa kuna ofisi sasa hivi wamekodi ya watu. Hii ofisi nilitaka tuifanye maktaba, library kubwa ya vitabu vyote vingi, vijana waje wajisomee. Nilitaka hapa kuwe angalau kuna uwanja wa basketball, watoto wanacheza, wanaopenda basketball, wanaopenda, tunawalea watoto. Lakini baadhi ya watu ukiwapa fikra, nasema huyu anaonekana apate mshahara mzuri pale msikitini, sasa anataka kutuibia hela zetu. Wewe uliona wapi shekhe anaanza kufikiria mambo ya mpira? Wewe kazi yako kusalisha pale, sali. Lakini mimi nawafikiria watoto wanacheza. Mimi watoto wangu wote wa kiume wanacheza mpira mpaka leo. Kama wanamjua, kuna mtoto wangu mmoja wa kiume hapa Zanzibar, Hasanain anaitwa, ni skora mzuri kama mimi baba yake nilivyokuwa zamani. Huyu yupo hapa kaja darasa. Huyu hapa. Huyu mtoto wangu anacheza namba ngapi? Midfielder. Namba nzito sana anacheza. Sasa kama watoto hawakucheza, hawapati ukakamavu, hawapati kuwa physically fit. Akili wanasema al-aqlu salim fil jismi salim, akili iliyosalimika inaishi katika mwili uliosalimika, mwili uliosalama na akili iwe salama. Sasa tusipowatengezea hivyo viwanja, wanavyo viwanja vyao watatafuta.
Ukiona mtoto amefika age kama hizi za watoto miaka 15, 17, ujue kuna vitu vingi ameshajaribu. Kama amenusurika, basi amepata sehemu ya kushughulisha nafsi yake, kwa sababu glasi hii usipoijaza kitu itajaa upepo tu, na maindi zao tusipozishughulisha kwa vitu vya kheri vitashughulishwa kwa vitu vya shari. Sasa katika hivyo viwanja ndo watoto wengi huanza kupotea, watoto wengi huanza kupata mambo asiyokuwa na maana. Kwa hiyo zile faragha zao zile ni lazima tuzisome, tuzidurusu. Wanapata faida gani? Hata PlayStation ambazo tunawanunulia, games ambazo wanacheza, television wanazotizama, anwaa za barnamiji zote katika internet, lazima tuwe tuna follow up, tunaangalia wanafaidikaje na waathiriwi na kitu kivipi, kwa sababu sisi wazee wao tushapitia mambo mengi. Ile kupitia mambo mengi ndo kujifunza. Sasa hatutaki watoto wetu nao wapite katika zile sehemu za hatari mbaya ambazo pengine sisi tulipita. Ndio maana tunayasema haya ni muhimu sana upate kufahamu kwa nini tunayazungumza, kwa sababu hatutaki watoto wakosee kama tulivyokosea sisi wazee wao, na kama we hujakosea bado, hatutaki ukosee kama tulivyokosea sisi. Ndio maana tunaambezana na tunanasihiana nasaha kama hizi ili kujenga bright future ya kizazi na vizazi vyetu.